Kabla hujaondoka na kwenda nyumbani kwenu kama ulivyoamua, nitakuhitaji uweze kumkabidhi huyo aliyopo hapo kila kitu. Tusiwe na kazi ya kukupigia simu, kwa sababu umesema mamako anaumwa, utakuwa unamhudumia. Lakini bosi, mbona unaongea kwa makasiriko namna hii jamani? Bosi, hata ingepone mama yako mzazi anaumwa, ukaja labda ukasema kwamba anaumwa, mimi ningeweza kukuelewa bosi. Lakini mbona kama wazazi wetu sisi ni wanyama? Nani amekupa mamlaka ya kuweza kuongea na mimi na kunijibisha? Mimi ni bosi wako Erica, sio mdogo wako. Nimekuambia mkabidhi mwenzako kazi. Wanyama au sio wanyama, sitaki kujua kuhusiana na hiyo. Familia yangu inaweza kufanana na familia yako? Mama yangu anaweza kufanana na mamako? Wewe uone kama mama yangu ni mtu ambaye tuko katika familia ambayo ina pesa. Sisi ni matajiri na ndio maana umeajiriwa hapa. Wazazi wako wangekuwa na pesa, wewe ungekaa pale reception. Hebu siniletee ujinga bwana. Ni kweli bosi, hayo unayoyasema ni kweli. Wangekuwa na pesa, nisingeweza kufanya kazi za kila mtu na kila mtu kunifanya mimi kama dekio. Lakini nitafanya nini bosi wangu? Angalau hata wewe ni bosi mzuri, kwa unatutupia chochote kitu. Kiukweli wazazi wangu mimi walijitahidi katika ujana wao kuweza kutafuta pesa, lakini hawakufanikiwa bosi, na ndio maana niko hapa. Angalau basi niweze kujiokotea senti 5, 2, 3. Lakini sina njaa kiasi hiko bosi, ambacho unachofikiria. Naona ng'ombe akisha kuzoea sana, sasa nataka kukupanda kichwani. Erica, hapa sijakupa sababu ya wewe kuanza kunielezea ni nini ambacho walipaswa kufanya au hawakupaswa kufanya. Sikuambia wazazi wako fanye mchezo wakati wazazi wangu wakiwa wameenda shule, wala sikuambia wazazi wako wazaliwe katika familia maskini, na sikukutuma wewe ukapate kuzaliwa mtoto katika familia maskini. Sasa nilichokuambia nataka uweze kukifanya. Wewe kwa sababu una mdomo kama gazeti la asubuhi, endelea kucharanga maneno yako. Alafu tuone kama kwenye hii kampuni utarejea wewe ukitoka nyumbani. Bana bosi jamani, mimi nilikuwa nasema tu, unanijua kama kawaida yangu Erica. Ninaongea tu, yani mimi mdomo wangu umekaa kama kikonyo. Wakati wote unatamani tu kuweza kuongea, lakini bosi, mimi sina mahali pengine pa kukimbilia na sitoweza kupata bosi mzuri kama nilivyopata wewe. Bosi Helen, nisamehe kama kuna mahali ambapo nimekukwaza, lakini usiwahi kunifukuza hii kazi. Nahitaji sana. Kiukweli naenda kwa swala la uumuzaji tu na sio kingineko. Bosi, nisamehe sana. Nitamkabidhi kazi zote kama inavyopaswa. Bibie, ule mlango ulioingilia ndio utakaotokea. Usije ukanipigia kelele hapa. Sitaki kusikia ngonjera zako. Na tafadhali, utafunga mlango wangu kama ulivyoukuta. Kinyesi cha kale wewe. Yaani hasira alizokuwa nazo leo sijapata kuona. Yaani ameniita kinyesi cha kale wakati mwenyewe amekaa kama andazi lililooza. Yaani huyu Anabate alizaliwa kwenye familia ya kitajiri. Angezaliwa kwa maskini huyu, na hayo mashavu yangekuwa kama mpuliza moto, au anapuliza tarumbeta, au pembe la ng'ombe kuita wanakijiji waje kwenye mkutano. Asija kanikuta hapa. Hati nisiende nyumbani. Yaani ya mamake ndo wa thamani, na mamake alivyokuwa na miguu vidole vimetangulia mbele. Yaani kibwaya ya binti yangu, mimi niko hapa nahangaika, mama yako unaniona namna ambavyo ninavyopiga jembe katika hii ardhi kavu mpaka inalia kama kipenesi. Mwanangu, umebeba pesa milioni 3 umeiba katika nyumba ya watu. Mama, kwani hizo habari wewe umezitoa wapi? Milioni 3 mamangu. Kwa hiyo ulifikiri kwamba mimi sitopata taarifa za kwa nini uliondoka huko mjini? Ulifikiri mama yako mimi nimezaliwa jana kwamba ningekaa kimya? Kibwaya. Erica ameniambia wala sitaki kuzunguka huku na kule. Wewe ulikimbia mjini baada ya kuiba milioni 3. Na hivi tunavyozungumza Erica ameshaongea na bosi wake, anataka kuja huku kijijini aweze kuja kuongea na wewe uweze kurejesha pesa za watu. Usije ukaniletee matatizo mimi. Na kama unataka mimi niweze kushiriki katika huo mpango, sasa hiyo pesa tuweze kugawana nusu. Erica, nilijua tu waweze kunyamaza na kitu yule. Mdomo wake umetanuka kila wakati. Sasa mama, ngoja nikwambie, mimi pesa hapa tugawani wala kitu gani. Na kama naingia kwenye matatizo naingia mwenyewe. Na naamini kabisa kuna matatizo yoyote ambayo mimi nimeyafanya. Mama yangu, naweza nikakupa namba ya bosi wangu ukaongea nayo. Kwanza mama yangu, wewe mwenyewe ulimuibia. Wewe ulijidai mganga wa kienyeji wewe. Akija akikuona kwamba wewe mganga wa kienyeji ulikuwa fake, mama, nilikufanyia mpango ukapata pesa ukafungua kigenge ili uweze kupumzika. Kwa ajili ya hiyo 200,000 ambayo leo nipatia, unaweza kufananisha na milioni 3? Ndio maana unakimbia huku kem, unaenda kutafuta kiduka.
Kweli umeshindwa kuwekeza hiyo pesa hapa nyumbani? Kibwaya, kwa nini unafanya hivyo? Yaani wewe ni mtoto ambaye nilikuwa nakuamini na naamini kwamba unaweza kufanya mabadiliko hapa nyumbani, lakini nawe umekuja na pesa, unakimbia, unajitahidi kuweza kuwa wewe peke yako na kutuondoa sisi kwa sababu umepata pesa. Mama, hujui hiyo pesa nilivyoipata mama yangu, hujui hiyo pesa nilivyoipata mama. Wacha mimi nikafungue sehemu ya mimi kuweza kujiwekeza mama. Mimi kazi za ndani kabisa naona huko nitakuja kufungwa, haziwezani na mimi mama. Unategemea mimi nikugaie wewe 1.5 milioni mama? Maisha, ngoja tuseme tu ukweli, mimi ndo naishi hapa na kama ni pesa mamangu ishakupa, kigenge hiki kinawatosha. Sasa niache na mimi nikaweza kujipambania maisha. Mimi bado msichana mdogo mama, na siwezi kumtegemea mtu yoyote yule. Erika huko mjini aliko, yaani hata kiama kije kutokea, hakuna mali ambapo atakapotoboa. Hebu kaa ufikirie, sisi kama wazazi wako tunafaidika vipi na hilo? Hata wakija hao watu tunawezaje kukutetea? Sasa nenda kawekeze hiyo pesa yote, na watakapokuja hao watu wanataka pesa zao, sisi tutakaa pembeni tukuangalie namna gani utakavyomalizana na hayo matatizo. Unanijua mimi mama yako nilivyokuwa na roho ngumu. Kwani mama, lolote likinikuta nyinyi mnanisaidiaga na kitu gani mama yangu? Nikuulize tu, ni mama yangu ni baba yangu na wajua wote wazazi wangu, lakini katika hili niacheni mimi nifanye maamuzi mwenyewe. Pesa nimeipata kiuchungu, siri nzito za familia nimebeba mpaka nimeweza kupewa hiyo pesa mama. Kama ni rahisi kuiba, mwambie Erika, si amekaa kwenye ile ofisi likuu, haweze kuiba. Ule anaweza kuiba hata 1,000,000. Hivi mama, nikuulize, ule mpango wa kuweza kuzirejesha zile pesa umefikia wapi? Huyo binti aliweza kurejesha pesa, hata nusu ya pesa sasa, ama ndo amebaki nazo zote? Na tufanye kama ni watu ambao tumesahau, tukamwachia akaweza kuondoka na pesa zote hizo mama? Huko hapa nyumbani huna kazi yoyote unayoifanya, unaulizia pesa ambazo hata hazikuwa za kwako. Hiyo pesa ingekuwa ni ya kwako wewe, si ungeweza kumtoa mtu roho? Jose, nenda katafute kazi ufanye. Hiyo pesa ni mimi nilimkabidhi, nilimpatia kwa sababu anastahili kuweza kupatiwa hiyo pesa. Alikuwa ananisaidia hapa nyumbani. Wewe ulikuwa wapi? Unazunguka huko mtaani huku na kule. Leo umekaa hapa unaniambia pesa imerudi. Si niletee kichaa chako. Naona nyinyi watoto sasa mnataka kunifanya mimi mama yenu kama mtu ambaye ni mjinga. Nilijua tu kuna kitu ambacho sio cha kawaida. Yaani katika hii familia kila mtu ana siri zake. Niliwaza yule binti anawezaje akachukua pesa kiasi hiko. Sasa nimepata majibu. Kuna kitu ambacho wewe na yule binti mnaficha, na ndio maana ukaweza kumpatia hiyo pesa. La hasha, hakuna shida. Lakini ninachotaka kujua, mimi nanufaikaje hapo? Kwa sababu mama, usipofanya kitu cha uhakika, nakwambia tena, nitamwambia mzee ujinga wote unaoendelea ili tuweze kuzipata hizo pesa zisiondoke bure. Angalia hii nyang'au, punda. Tena usiyekuwa na akili. Nenda kamwambie. Kwani ukimwambia unanitishia mimi? Si dada yako amemwambia? Na amefanya kitu gani baba yako? Si amevaa nguo zake akaenda kazini? Amevaa masarawali yake akaenda kazini. Na kuongea na mimi. Si ndicho mnachokitaka? Mnataka mama yenu katika umri niliofikia niweze kufukuzwa kwa sababu sistahili kuweza kukaa hapa nyumbani. Lakini nyinyi ambao mnafanya madhambi na kwenda kubeba mimba za watu ambao hata hawajulikani, si afu mnaenda kuleta nyumbani. Kumbe tayari dada ameshafanya mambo. Mimi ndio nilikuwa niyafanya hao mambo kwa sababu nataka nikaonane na mzee. Nataka nijue hatima ya maisha yangu. Alafu mama, sikiza nikwambie, katika maswala aliyofanya mtoto wako wa kike, ambaye ulikuwa unampenda sana na kumtetea, usiniingize mimi huko. Mimi sijaleta matatizo. Ndiyo sina kazi, lakini mimi sijabeba ujauzito. Yaani msichana huna hata aibu. Baada ya kumfanyia baba yangu yale uliyomfanyia, na leo umeleta miguu yako eti katika kampuni. Umempurura. 40% zote umechukua. Yaani sisi tulikuwa tunafanya kazi, kumbe tunakufanyia wewe kazi. Naona sasa umepata ushindi wa kushangilia. Umejua namna gani ya kuweza kumchezea mzee wangu, si ndio? Na kuona tabasamu lako na kicheko cha dharau. Lakini tambua, hautofika mahali. Tukiamua kuiangusha hii kampuni, hakuna chochote utakachokipata. Unaongea na mimi au kuna mtu unaongea naye? Eti wewe. Nitakusamea kwa sababu ya hicho kijuso ulichokibeba huko tumboni. Nasikia umebeba mimba ya chokora na bado hayajakukuta. Yaani yale mama yako aliyokuwa anatuombea yote yatakuwepo juu yako wewe na mama yako. Sasa sikiza nikwambie, wewe kijuso mwenye uso umekushuka kama paka ambaye anataka kuuzaa. Wewe unaniambia kitu gani?
Wewe ni kama mfanyakazi wangu. Unafikiri 40% ni ya ofisi? Babako hajakwambia mpaka nyumba mnayokaa mna 40%? Hajakwambia na miradi mingine? Nitakuomba uweze kujiheshimu wewe. Kijuso nimekibeba tumboni, umekiona? 40% ya nyumba yetu? Wewe umechanganyikiwa. Au ni hao mawigi unayovaa makubwa kuliko kichwa ulichokuwa nacho ndio yanayokupa uenda wazimu wewe? Hebu kaa katika nafasi yako. Unajiona wewe kama yani wewe ndio umeyapatia maisha. Unaniongelesha upumbavu mimi. Kichwa kimekaa kama unasubiri kwenda ahera madukani wewe. Kwani joto ya jua umeshaiona? Hujaiona bado. Mwambie baba yako akupe mkataba usome. Unaelekea wewe hujui kinachoendelea. Unaelekea umelala katika usingizi. Sasa ngoja nikuchambe kwa utaratibu ili yaweze kukuingia maneno. Ukapate kumwambia na huyo mama yako ambaye amekaa na kitambi chake kama chenye safura au amemeza nzi wa kale. Kwa taarifa yako, mimi ndiyo bosi wenu. Mkisema ngwao, nikitoa 40% kila mahali. Hamna kitu chochote. Yaani mnarudi square ngapi? Labda 3. Utajishaua na nini? Mwangalie paka mwizi wewe. Na bado. Yaani huyo mjomba wako wameungana na mke wake. Mjomba wako anapigwa kama mtoto wa kike. Anapangiwa kuosha masufuria. Ukimkuta ametandaza hayo masufuria hapo nje, huwezi kusema hata ni mwanaume. Hawezi hata kunguruma. Na huyo mjomba wako nilikuwa sijakwambia tu, ana watoto wake wengine wako pale jirani naye, lakini ana kauli, anaweza kusema. Amekaa analelea mitoto ambayo sio ya kwake, na watoto wake wanateseka. Tena huyo mmoja amekuja ni mjamzito. Ukimwangalia mweusi siri kama mjomba wako. Lakini mama, hayo matatizo ulienda kuyatafuta mwenyewe. Kama ungeendelea kukaa hapa na tukaendelea kumheshimu Mangungu, leo hii tusingekuwa hapa tulipo. Mama, ni kweli mimi nina magonjwa zinaa. Nimeenda hospitali hapo, mama, pesa kujitibu nilikuwa sina. Nimeandika msaada, yani umeenda kwa bosi mkubwa ili niweze kutibika. Ndio niko hapa nahudhuria sindano mamangu. Chakula nyumbani yolo hakuna. Na mamangu nilijua unakuja na chochote, hata mahindi tuweze kusaga tuweze kula, lakini hamna chochote. Umerudi tu na vita mamangu. Hivyo vita vingine upasi kupigana. Kama ni watoto wake na yeye hataki waweze kufahamika, wewe una kazi gani na wao? Kwani magonjwa uliopata umekufa? Si umeweza kusaidiwa? Sasa shikuke, ulitaka mimi nifunge mdomo. Damu kizazi cha kaka yangu kinateketea. Analia wale sungurasili, simba wamekaa pale nyumbani. Wanataka kuniua. Wewe mama yako unajua namna ambavyo nilivyopigwa. Nilipigwa kipigo kimoja ambacho mimi sijawahi kukiona. Mpaka meza yote ikasarauka. Vioo vikatambaa kila mahali. Wewe unaongea vitu gani wewe? Yule mwanamke, yani nitahakikisha nimemng'oa pale kwa kaka yangu. Na nikisikia kaka yangu amekufa, yule mwanamke atakuwa amemuua. Yani mama, mimi hata sijui nisemeje. Hapa ninapojiangalia ni afya yangu mimi tu. Mama, wewe unasema kutokana na maradhi kwa sababu hujawa nayo. Mama, nilipata kijana, huyo kijana ni mzuri ambaye alinipatia hii kodi ambayo nimelipa hapa miezi 2. Mamangu, huyo kijana ni mkaka ambaye anajitambua, anafanya kazi garage. Lakini aliniacha kwa sababu ya maradhi niliyokuwa nayo. Mama, ningekuwa sina maradhi, angalau ningekuwa nimeponyeka moyo kwa kuachwa na Mangungu. Lakini niangalie. Mangungu mtu mzima kaniacha, kaenda kuchukua tena kisichana kingine. Mtoto wa jirani yule ambaye nilikuwa nataka kumlia pesa. Afu ameniacha mimi. Na huyo msichana ukiangalia mimi na yeye, yani yule msichana ni mrembo. Lakini Mangungu alinipenda tu, sina urembo wowote. Lakini alinipenda tu hivyo. Hebu kaa hapo utulie. Naenda kachoma hizo sindano, tutapambana huku mjini mpaka kiweze kueleweka. Tutapambana hapa mpaka kieleweke. Utatibika na utapata bwana mwingine kama wao ulivyowapata. Huyo Mangungu naye mlilia ana pua kama sketi za watoto wa shule, ndio unakuja kumlilia? Au makaptula watoto wa shule ndio unakuja kumlilia hapa? Ameondoka, mwacha aondoke. Sasa wewe unachotakiwa tena, hiyo shingo isinyorodoke namna hiyo. Tafuta kitu. Wewe ni msichana mwerevu. Tuweze kula mwanangu. Huko kutapona, urudi kazini. Karibu mteja. Nilikuwa sija kuona mteja. Unataka nikuhudumia vitu gani? Duka letu leo tumeingiza vitu vizuri. Na pia tuna mboga kule ambazo ni fresh kabisa. Tuna tunyama tumetuweka kwenye friji kule. Ni kuzuri. Kwa zuri kabisa. Unaweza kupata kasupu kazuri. Hata haijalala mule kwenye friji hata siku 2. Sasa mzee wangu, niambie nikuhudumia na kitu gani? Sikuja hapa kwa sababu ya huduma. Nimekuja hapa kwa sababu nataka kuweza kuzungumza na wewe mzee mwenzangu, ambaye hukuwaona wazee wenzako
umeamua kukimbilia mtoto wa watu. Sasa nataka nikuambie kitu kimoja. Huyo binti ambaye umemkimbilia, mimi ndo baba yake. Naitwa Mzee Pembe, ni baba wa Jamila, na niko hapa kuweza kuzungumza huo uhusiano ambao wewe na Jamila mmeuanzisha. Nimekuja kuchukua haki yangu kwa sababu mmeshaingia katika mahusiano, basi niweze kulipwa mahari. Mzee, yaani unakuja kwangu, unataka mangumu nikupe nilichokuwa nacho. Kwani baba wewe, unataka mimi niongee maneno ambayo hata mkifu Mungu unataka mimi niongee maneno ambayo Mungu hatopenda? Baba, nimekaa na Jamila, amenieleza maneno ya uchungu wewe. Baba wewe, una roho ya kibinadamu. Wewe ulikuwa unampeleka Jamila, yani unachukua pesa kwa wanaume, unampeleka binti yako mdogo wewe. Halafu unakuja kuniambia unafikiri mimi naweza kukupa wewe hiyo pesa? Bora nimpe Jamila kazitafune. Naongea nini wewe zumbukuku? Mimi nisingemtunza Jamila angekuwa vile alivyo. Umekwenda kwa Jamila kwa sababu anaonekana ni mrembo. Ni msichana mrembo, ametunzwa, kumbuka ana familia yake. Halafu unanieleza upuuzi wa namna gani? Jamila amekueleza kitu gani? Mimi ni baba yake, nina haki na chochote ambacho kiko juu yake. Kwa sababu nimemlea yule mtoto, nimetumia pesa yangu pale. Na ukifanya mchezo, nitakupeleka polisi. Kwa sababu ukiangalia umri wako wewe ulivyokuwa umezeeka na yule binti mdogo, hamwendani hata kidogo. Ati unipeleke polisi? Unipeleke polisi kwa binti ambaye hata alikuwa asomi? Binti ambaye amefikisha miaka ana miaka 20. Sasa huyo ni mtoto mdogo. Ni mtoto mdogo yule. Amekutana na wanaume wangapi? Mpaka leo uje uniambia mimi unanipeleka polisi. Mzee mwenzangu hapo umebugi. Yaani kama unafikiri kwamba unaweza kumdanganya huyu mangungu. Nimekula chumvi kama ulivyokula chumvi wewe. Jamila amenipenda mimi na namhudumia Jamila na mama yake, lakini baba yake mimi simjui. Josephati, unahitaji kitu gani mpaka umekuja kuniona nyakati hizi ambazo mimi nafanya kazi? Wewe kijana mzima, una kazi yoyote ambayo unaifanya? Unakaa nyumbani kutwa kucha. Nilikwambia niweze kukupatia kibarua hapa ofisini, ukakataa. Haya, umekuja kunisumbua baba yako. Niambie leo umekuja na kitu gani? Mzee, mimi ningependa kwanza uweze kupunguza ukali. Mimi nimekuja hapa kwa sababu nimehitaji kuweza kuzungumza na wewe. Na wewe ni mwanaume kama nilivyokuwa mimi. Kwa hiyo unaweza kunielewa zaidi kuliko nikiweza kuzungumza na mama. Ninachotaka kujua, kitu cha kwanza ni kwamba mama kuna siri ambayo yuko nayo, hatujui ni siri gani. Labda yeye aliziuza zile document kwa shangazi Cheryl. Kwa sababu mtu pekee alikuwa anajua hiyo siri ni ule binti ambaye alimpatia hiyo milioni 3 ambayo dada amekuelezea. Kwa hiyo umekuja hapa kuweza kunieleza hizo changamoto za mama yako. Nilijua kwamba unakuja na majibu ambayo yako kamili, unakuja na vitu nusu. Okay. Then unataka mimi nifanye nini? Nichukue uamuzi gani? Mama yako yuko pale, documents zimeshapotea, 40% nimeshatoa. Then what do you want me to do? Kama ni uzendo wa mama yako ulitokea, kama ni siri zilitokea, kama ni milioni 3 ameshaitoa, unataka mimi nifanye nini? Eti niambie kijana wangu, nataka kumfukuza ule mama yako mzee, alafu atakwenda wapi? Sijazungumzia masuala ya kumfukuza, lakini tungependa kujua hiyo siri ni siri gani ambayo anaificha na ule msichana wa kazi mpaka akaweza kumpatia pesa yote hiyo. Lakini kwa sababu mzee unaliona hilo halina ubaya wote katika familia yetu, basi mimi niliache lipite. Lakini ningependa kufahamu, hivi mzee wangu, mimi ni kijana wako, najua umeweza kutoa 40% ukaweza kumpatia dada yako. Mimi hatima ya maisha yangu unaichukuliaje mzee wangu? Nina kitu gani katika hizi pesa zako zote, ama mimi naweza kunufaika vipi? Angalia huyu mwanaume mjinga hapa. Mimi ndo maana nakuita mjinga wewe kila wakati. Unaweza kunufaika vipi? Unakaa nyumbani, unalala usiku kuanzia asubuhi mpaka jioni, unataka kunufaika katika kampuni ambayo mimi napambana, natuka jasho hapa, machozi na damu. Wewe unafanya kazi gani? Umeingiza katika hii kampuni shilingi ngapi? At least your sister naweza kusema yeye anaweza kunufaika vipi na hii kampuni. Lakini unaweza kunufaika vipi? Wewe stupidi. Unaweza kunufaika vipi? Tena usinyanyue sauti yako kuweza kuuliza swali lingine, nitakupiga mateke kwa sababu sikuogopi. Yaani mshikaji wangu, nimekufuata hapa tu uweze kuja kuchakachua mambo. Hapa shemeji yako ananipigia, anataka, yani ametamani kuweza kula kuku wa makange. Sina 100 mfukoni kwangu.
Pesa yote amekula jana usiku. Yaani kipesa chote nilichokikopa ambacho kilikuwa katika mifuko yangu amekula. Hapa penyewe sijapata pesa ya kuweza kumlipa mshikaji kutokana na mafuta niliyotumia katika ile gari. Lakini pia pesa yake nilimwambia kwamba namlipa. Sijui inafanyaje mshikaji wangu. Lakini sitaki kukosana na ule manzi sasa. Nilijua kabisa Oscar una mambo ya msingi. Unanifuata garage, mimi nafanya kazi kule kunieleza mambo ya mwanamke wako. Hayo ni mambo boli jiamulia wewe mwenyewe. Kila mtu ameshakwambia kwamba mwambie huyo mwanamke ukweli huna kazi ya msingi ambayo unaifanya. Utakopa pesa za watu mpaka lini kuweza kumfurahisha mwanamke ambaye hawezi kufurahi? Haya, nenda katafute kuku makange. Unaweza ukajigeuza wewe ukajikanga kwa huyo kuku makange ukampelekea kwa sababu wewe akili yako haina akili. Na kama unafikiri kwamba mimi nitatoa pesa katika mifuko yangu unaweza kukupatia umpelekee huyo kishandu wako. Hapana. Lakini mshikaji wangu, si nilikuwa nafanya hayo kwa sababu yetu. Mwaka Cheche nimekusaidia vitu vingapi wewe? Mwaka Cheche ni sefu katika hili. Najua pesa unayo. Kwa sababu kuna mahali nilikuwa nakuwa unalipwa. Mwaka Cheche, mimi nikiingia kwa ule mtoto ama nikarudishwa kazini ama ule mtoto akanifungulia biashara yoyote ile, kumbuka wewe ni rafiki yangu, utanufaika kutokana na hilo. Wewe mshikaji gani uwezi kufahamu kodi ya kishikaji? Ndugu yangu, ni sefu mimi katika shida niliyokuwa nayo. Kwa shilingi ngapi? Sefu 20 tu. Yaani wewe kweli amnazo ibilisi kijumbe wewe. Mahali pa kulala hauna. Umebakiza siku chache ukute vumba vako vimetupa nje. Huna. Lakini uko tayari kuweza kuchukua 20,000 ukamnunulie kuku wa makande mwanamke ambao wewe mwenyewe uyala. Hebu niambie wewe kwanza, simu umekula kitu gani? Kama uyala ugali wa mchicha kwa mama ntilie pale. Sikiza nikwambie mwanaume. Tena wewe ni mtoto tu msipo na akili. Yaani mimi nimepiga chuma, nimelala kwenye magari huku. Nimefungua mabonet. Nije nikupa 20,000 unawenda wazimu. Hebu nyanyuka. Niliona simu yako Helen, lakini nilishindwa kupokea. Nilijua tu ni malalamiko yale yale unanipatia. Alafu pia sio kwamba nilikudharau. Nilikuwepo na ule mpenzi wangu. Si unajua tena dadi, akiwa anataka attention kutoka kwangu. Hataki mtu yoyote aweze kunipigia simu. Anahitaji tuweze kuongea. Na mimi unajua siwezi kumkatalia. Yule ndo analipa kodi. Ndo ATM mashine yangu. Sasa nitawezaje kuleta kiburi kwa benki yangu? Ndio maana sikukupokelea. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuomba msamaha. Usiniangalie kwa sura hiyo jamani. Hivi nikuulize Skola, huyo babu unaenda naye wapi? Kwa nini unamchuna baba wa watu? Ungemwambia tu kweli hakuna mahali mnapoenda kuliko kumpa hope ambayo haitamfikisha mahali popote. Na mimi nilikuwa sikupigii kukuelezea matatizo yangu. Nilikuwa nakwambia kwamba mpenzi wangu amejipata. Kwa nini usitafute kijana? Muangalie kama Oscar wangu mimi. Jamani, amepata kazi. Huyo Mwarabu ambaye amempatia kazi, amempatia kila kitu. Mpaka gari, anatembelea gari la maana. Amekuja jana, amenipeleka mimi sehemu ya kula. Na amelipa, amenirudisha nyumbani. Tafuta kijana bwana, damu inachemka. Achana na hao wazee, watakuharibia nyakati. Helen, wewe ndo kunishauri mimi niachane na mzee. Wakati huyo baba amekuwa akilipa pesa kila wakati. Unafikiri kama sio huyo baba mimi ningeweza kutamba hapa mjini? Kile kikazi nilichokipata shoga yangu, wewe ukuweza kunipatia kazi na ulikuwa shoga yangu na hapa ni kwa baba yako. Yule mzee ndo amepambana mimi nikaweza kupata kazi, nikaweza kustirika hapa mjini. Leo unataka mimi nimpige tu ngeta macho, niachane naye, nitafute vijana. Alafu hao vijana waje wanitelekeze hapa mjini. Nije nilie? Shoga yangu, bora wewe una baba ambaye hata leo ukipata changamoto atakusupport. Mjini hapa mimi nasapotiwa na nani? Yaani mimi hata kwa dawa siwezi kusubutu. Baba kama yule, kwanza ukimwangalia mwenyewe. Kuna siku alikuja hapa, akaja kuongea na mimi kipindi hicho, si huyu ndugu yangu alikuwa anatafuta kazi kwake. Akaja kuongea na mimi, alafu kichwani nilikuwa sijawaza kama huyo ndo shemeji. Baadaye nakuja kufikiria, nakuja kujua huyu ndo atakuwa yule mchumba wa Skola. Na nikimwangalia namna ambavyo alivyopauka, alafu ndo unatembea na ule baba. Yaani ule mguu ni ukisaga unapata unga kilo 1. Na wewe bado tu uko hapo umeng'ang'ania. Shoga yangu, mimi siwezi hata kuweza kumwangalia mara mbili. Hebu kaa hapo nimuite huyo msichana kuletee chai. Maanake wewe nikikushauri nao wa baba hauwezi kuachana nao. Sasa dada amesema eti unaweza kuzaa mtoto mwenye utapia mlo. Tutapata wapi chakula cha kumpa? Wewe mpigie huyo baba yake, umwambie kwamba umekuja hapa hospitali na daktari amekupima, amekwambia kwamba chakula unachokula mtoto hawezi apati virutubisho vya kuweza kumshibisha huko tumboni. Dada, sasa utakaa hivi kwa mateso mpaka lini? Wewe angalia chakula chenyewe.
Pale tunakula jamani managu. Na wakati mwingine tunakula konde hata mafuta hakuna. Sasa huyo mtoto kweli hivyo virutubisho atapata wapi? Mpigie baba yake. Unafikiri ni rahisi namna hiyo mdogo wangu? Ingekuwa ni swala la kumpigia ungekuta nimeshampigia siku nyingi. Lakini hata hawezi kunielewa. Nitapoteza muda wangu tu. Na sitaki kufanya hivyo. Mdogo wangu. Mimi chochote ambacho Mungu ameniandikia mimi niko tayari. Daktari anaweza kusema hivyo. Lakini akaja mambo mengine. Nitajitahidi kwa uwezo wangu kuweza kutafuta hata kikazi kidogo hapa kijijini. Hata kama ni chakulima. Angalau niweze kupata chakula. Sasa dada, na namna ambavyo hali ilivyo, na mama ameshasema hata ushiriki kabisa katika kitu chako. Dada, unafikiri wewe hata ukijifungua utapata wapi chakula? Unaona watu wasipokula wanavyonyororoka. Yaani wanakuwa kama dudu washa dada. Mimi nakwambia tena, hako kababa si umesema kana pesa. Wewe kapigie. Kiambie huko kabisa huku nimeambiwa kabisa katoto kako katakuwa kama nyongea. Dada. Wewe na tumbo hilo sasa ukapata kushika jembe unaweza kujipandika shambani huko jua linakupiga. Malimbuko, hebu nyamaza na tuachane na hayo. Hatuwezi kukaa tukawa tunazungumza kitu kimoja kila wakati. Na hauwezi kunielewa. Sio kila binadamu anaweza kuwa na utu. Hata kama amezaliwa katika familia nzuri. Yawezekana hata watu wasiokuwa nacho wakawa na upendo zaidi kuliko watu wengine ambao wako nacho. Hebu achana na hiyo habari. Nitajua tu. Kwani mbona mama yetu ameteseka na sisi na tumekuwa. Hata mimi nitateseka na huyo mtoto na atakuwa. Rafiki yangu nilikuwa nafurahia sana kuweza kufanya kazi na wewe. Lakini siwezi kufunga milango na kusema kwamba eti nakuhitaji wewe tuweze kuendelea na masuala ya project. Kama shangazi yako ameweza kukuchagua wewe kuweza kuwa msimamizi wa hizo mali zake na kuweza kuchukua nafasi katika kampuni hii kumwakilisha, maana yake anajua kitu ambacho ni kizuri kwa upande wako. Na kutakia kila la heri rafiki yangu. Lakini kumbuka, huko juu kuna mambo mengi usiyokatusahau na sisi. Madonna bwana. Kumwakilisha shangazi imaanishi kwamba mimi nitatoka katika hiki kitengo cha project. Tunaweza kuongeza mtu mwingine. Tukawa watu watatu kwa sababu na mimi nitakuwa na fanya project chache lakini nina majukumu mengine ya kuweza kumwakilisha shangazi Cheryl. Lakini imaanishi kwamba eti nitakuacha peke yako. Nimekuambia tu kwamba uweze kujua, usipate kuzisikia habari hizi kwa mtu mwingine kwa sababu tumefanya kazi vizuri, tumefanya kazi kwa ukarimu, tumekuwa kama ndugu, kama familia. Na najua hata kipindi ambacho mimi sikuwa hapa, ulikuwa unaniongelea kwa mazuri. Ni kweli kabisa Ramlitha, na ni kwa sababu wewe ni mchapakazi mzuri, unafanya kazi kwa juhudi sana na kwa kujituma. Wala hujali kwamba wewe unafahamiana na bosi ama, lakini unajituma. Lakini nikuulize, unajua ni nani ambaye watamongeza hapa awe mtu wa tatu kwa sababu wameshakuwa ngazi za huko juu? Kidogo utakuwa na idea, sio kakutoa na mrudisha hapa Oscar. Tukajiani tukawa tumeruka mavi tumekanyaga mponjo ni bora tungebaki tu wawili. Unless kama unaweza kumwajiri mtu mwingine mpya. Hapana bwana. Kama ingekuwa ni kumrudisha Oscar, ungekuta nimeshajua. Sidhani hata baba kama anataka kusikia sauti ya Oscar hapa ofisini tena. Nadhani wanamwajiri mtu mwingine mpya. Na niliona kwamba kuna CV ambazo zimetumwa. Kwa hiyo alikuwa anajaribu kuweza kuzipitia kwa sababu kwa sasa anataka kuweza kuajiri watu wao yeye mwenyewe. Na ni kutokana na kile ambacho kimetokea huko nyuma kwamba aliajiriwa Oscar akaja akavurunga kazi na vitu kama hivyo. Kwa bado mimi sielewi, lakini sio Oscar ambaye anarejea. Kama sio Oscar, basi ashukuriwe Mungu. Anaweza kuwa mtu yote ule. Lakini ule Oscar ule hapana. Habari mami, samahani, naitwa Pendo. Ningependa kufahamu wewe ni mwenyeji katika kijiji hiki? Ndiyo, ni mwenyeji. Nimezaliwa katika kijiji hiki. Ulikuwa una changamoto gani? Basi unaweza kunisaidia kwa ukaribu kabisa. Unayeniona hapa ni mtu ambaye nasaidiaga familia mbalimbali, lakini pia nimependa kujua kufahamu historia ya kijiji hiki na mtu ambaye nimeagiziwa kwake nianze naye katika hii project ambayo unataka kuifanya katika kijiji hiki. Ni jamaa mmoja ambaye anaitwa Madani. Sasa sijui anaishi ukaribu wa kiasi gani na hapa ambapo nilipo. Kwa kweli nimeshatembea kiasi cha kuchoka kutoka kule ambapo nimetoka barabarani. Unasaidia. Sasa kwa nini usianze na mimi ambaye ni mwenyeji, nimezaliwa katika hiki kijiji? Yaani machimbuko yote ya ukoo, familia zote zimekulia katika hiki kijiji. Huyo Madani unafikiri hata ni mtu mwenye akili timamu? Yuko karibu tu hapa.
Madani Ngirisi. Nadhani anaweza kuwa ni huyu. Sijui ni kwa sababu gani watu wamemchagua niweze kuanza naye na kuweza kuchukua taarifa zake, lakini usijali, mimi ningeomba niweze kufikishwa kwa huyo Madani, niweze kuonana na mke wake wa huyo Madani ili niweze kuzungumza naye, alafu kisha nikishamalizana naye na kuja basi hatua ya pili utaniagizia nyumbani kwako ili niweze kuja kupata taarifa zako, na wewe unaweza ukaingia katika usaidizi wa kwanza kabisa wa kinidi hiki. Basi hakuna shida, nitakupeleka kwa huyo Madani, lakini kuwa makini. Ile familia ile sio familia yenye akili timamu. Mke wake ni muuza gongo, bwana wake ni mnywa gongo. Yaani wote wamekaa kitapeli. Wasije wakakutapeli jamani. Unaonekana ni msichana mzuri, wa makamo, unanukia vizuri, lakini pia umevaa mavazi nadhifu tofauti na ya kwetu. Jamani, usinisahau. Mimi naitwa Nduta, ni mama wa watoto wawili na mtoto wangu mmoja anakaribia kuweza kujifungua. Usinisahau. Nitakupatia namba yangu ya simu. Ukishamalizana nao uweze kuja kwangu. Lakini kama unaweza kukata kidogo cha kwake ukaniwekea mimi cha ziada. Ila pia kuna jambo moja, nitakuonyesha nyumba yao ni ile, na mimi nitakaa msituni nikiwa na kusubiri. Alafu ukishamalizana nao basi tunaweza tukaongozana moja kwa moja kwenda nyumbani kwangu ili ukapate kunioji na mimi. Hakuna shida, lakini nadhani ungeniachia tu namba yako ya simu baada ya kunionyesha nyumba ya Madani. Ingekuwa ni rahisi zaidi mimi kuweza kuwasiliana na wewe kuliko ukakaa mahali ukiwa unasubiri nyakati yote, wakati ungeweza hata kwenda kufanya kazi nyingine, alafu nikimaliza sasa ukaja ukanichukua sehemu ambayo mimi nitakwambia. Unalionaje hilo? Hilo liko sawa kabisa. Yaani huo utakuwa mpango mzuri.